Mjambo. Napenda kuwakaribisha kwa somo yetu ya leo. Somo ya leo itakuwa tofauti na zingine sababu niko na mgeni ambaye tutazungumza naye kidogo. Hapana, tumezungumza naye. Mara nyingi tunaongea kwa simu na tunakuwa tukiongea kuhusu neno la Mungu. Na ni mtu ambaye ni rafiki ambaye mimi napenda, ni mtulivu na anapenda kujifunza kama vile na mimi napenda kujifunza. Na hiyo inakuwa inasababisha mara nyingi tukiweka somo ni lazima tuongee kuhusu hiyo somo, tuangalie ni wapi tumekosea, ni wapi tungerekebisha na ni wapi hatujasikia vizuri. Sasa kama vile watu wote mnajua, katika imani ya Ukristo kuna sehemu mbili. Na hizo sehemu mbili sio kwamba kuna tofauti sana, lakini tofauti moja inakaa kwa watu wa moja ambao wanaamini ukiokolewa mara moja uko salama milele. Once saved, always saved. Na kundi lingine ni kwamba ukiokolewa lazima udumishwe. Yani you must persevere. You must stay holding the faith. Yani ukipoteza hiyo imani unaweza ukapoteza hiyo wokovu. Sasa huyu ni ndugu yangu ambaye tulikuwa tunaongea, na ingawa tunaweza kuwa na mitizamo ambayo iko tofauti, na ni mtu ambaye ninamheshimu sana, ni mzazi kama mimi, na hiyo haiwezi jalisha, haiwezi tuma mimi nasema ni adui wangu. Hapana, ni hiyo tu kwa kuongea na vile tunasoma maandiko tungali na tofauti kidogo tu ambao kunakosa maelewano kidogo, lakini kwa hiyo ndio kwa maana nakuwa natuma leo na kesho tunaitana, tunaongea na tunazungumza kwa masaa mengi sana. Basi nitaweka sauti yake kwa maongezi ambayo tulikuwa tumeongea, aseme vile yeye anaamini, alafu kisha hapo na mimi nitaweka jibu langu. Basi asante sana na Mungu awabariki. Tumfuate ndugu yangu, sitasema jina lake na sitamtaja ili waumini wake pengine wasipoteze imani na kuwaza pengine anawafundisha mambo ya uongo. Hapana, anafundisha mambo ya kweli, lakini kungali tu kitu kidogo ambao mimi napenda tufiksi hapo. Basi tumkaribishe ndugu yetu. Na kuweka mwili kuwa ugly. Lakini mimi nilikupa andiko inaonyesha kwamba yale yote yenye tunafanya kwa mwili yanatoka ndani, according for judge, the guy who got the law, the guy who saved, the judge, the high priest, the God himself. Amesema no, I'm the one who create you. I know inside of you come those things. Is inside of you. Ni Yesu mwenyewe amesema hiyo kitu. Lakini ukasema hiyo ilikuwa ni agano la kale. Nikakuchukulia kuonyesha hata Paul aliwaambia watu wataingia kwenye hukumu kwa mambo ya watu wa kale. Nikakwambia you can read Judas. Yeye naye amesema watu wataingia kwenye hukumu according vitu vilivyopita in Genesis. Yes. Na nikakwambia the judge amesema truly I said this and that. Yeye alisema, najua umeisoma hiyo, iko kwenye Matthew chapter 5, 6, 7 and so on. So mimi ambacho nakuaga ninaelewa, na hapa sisi hatujabishana kwamba kuna mwili, roho na nafsi, hatujabishana. Lakini sehemu ambayo sisi hatuelewani ni yule mtu anayetenda dhambi, na sehemu ya pili ni dhambi. Yani hizi sehemu mbili huko kote tunanukuu maandiko, hatujapishana sana. Maandiko yote yenye tuko naenda hatujapishana sana. Lakini tukishafika kwa sehemu ya mtu anayetenda dhambi, hapo ndo tunaanza kukosana. Tunakosana, mimi nasema huyo mtu anayetenda dhambi hata risi ufalme.
mnakubali ndio atarisi ufalme wa Mungu, lakini huyo ni mtu wa nje ambao ni mwili utaharibiwa, yule mtu wa ndani atapokea ufalme. Na hapo ndo tunakosana, kwa sababu hata na wewe unaamini kwamba mwili kwa sababu unatenda dhambi hautaingia mbinguni, bali roho ambayo inafanywa renew day by day kwa sababu ni roho itaingia mbinguni kwa sababu haina dhambi tena. So mimi na wewe tumeelewa, mtu wa dhambi ataingia mbinguni, bali yule mwenye amekuwa renewed hana dhambi ataingia mbinguni kwa sababu dhambi zake zimechukuliwa na Yesu Kristo. We good for that one. Lakini sasa kitu ambacho tumepishana, that person who sinned, who's that person? That's the question yenye sisi tukipata hiyo swali tutakuwa tumemaliza yote tunayoyaongea. Kwa sababu ninyi mnasema kwamba na nimekuelewa sasa hapa, hiki ndio kitu nilikuwa nimemiss katika kuwaelewa ninyi. Umekuja kusema kwamba kipindi mtu hajaokoka watu walikuwa wameunganishwa mwili na nafsi, kilikuwa kitu kimoja. Lakini Yesu alipokuja neno likatenganisha nafsi na mwili. Kwa hiyo ikawa mwili unatenda dhambi lakini nafsi inafanywa new day by day. Ndio nyinyi mnaamini. Lakini mimi siamini hivyo. Mimi ninachoamini, naamini kweli nafsi inafanywa new day by day, lakini hiyo nafsi ndio inatenda dhambi. Na kwa sababu imefanya dhambi ndio maana inabidi kukuwa renewed. Kitu akikuwa renewed, kama hicho kitu akija expired, kama akija fail test, kama akija haribika, you can renew your driver license if it's still working. You can renew things yenye iko good. Why you renew it? Why we being renewed day by day? And we always say uko holy. Why you should be renewed if you already holy? We should not be that. Lakini kama tuko renewed is because tumechafuka tena, tunakuwa renewed. Tunachafuka tena, that's why we confess. To be renewed day by day. Why day by day? Because day won't pass until when tumejichafua. Siku haitaisha mpaka mwanadamu amejichafua. Naye Mungu ndiye anayetutakasa. Tuko good for that one. Kwamba sio matendo yetu, ni Mungu. Yaani hapo kwa neema hatujakosana. Lakini nimekuja kutafakari kwenye mimi ninavyoelewa. Na mafundisho ambayo mmekwisha kunifundisha, nimekuja kuelewa kumbe tunapokosana ni pale kwamba wao wanasema yale dhambi inafanywa nje ya nafsi, ni ndani ya mwili, yani nje ya ule mtu wa ndani ni mwili. Lakini mimi najua kwamba ule mwili ufanye dhambi ni yule mtu nafsi ameshawishi mwili wake. Mwili unatamani, lakini mtu wa nafsi, ndio maana Paulo anaadhibu mwili, anaupatia mwili discipline. Kwa sababu ule mwili unatamani kufanya mambo fulani, lakini yeye anaupatia discipline. I won't do that. Sitakula kwa sababu ya God. Lakini mwili unasema utakufa wewe, mimi nitakufa, mimi mwili nitakufa. Nishakuwa na njaa sana, nasema hivyo I will discipline you. Kwa sababu ya nini? Ni mwili unataka. Lakini ule mtu wa ndani kama amedecided I won't, mwili hata ulie nini hatakula. Na ndio maana Kenya kwa Mackenzie people they die na njaa. Mackenzie akawa na wazika because they decided, the person inside of them decided I won't eat. Kama ni kukufa ni kufe. Mwili ulidai chakula mpaka ukakufa. Na huyo watu wakazikwa. Hiyo mimi ndio ninaelewa. Things yenye tuko wanafanya inatoka wapi? Nafsi. Na pale nafsi inatulia, inakosa cha kufanya, inalala na akili yote inalala. Maana nafsi ndio ina akili, nafsi ndio ina maamuzi, nafsi ndio ina mawazo, nafsi ndio ina kila kitu hicho. Pale tunapoingia kwenye vitanda, nafsi imekuwa imetulia, mwili haufanyi chochote, unakuwa kama umekufa. Kinachobaki kwenye mwili kinafanya kazi ambacho inaweza ikaonekana ni pumzi. Damu inafanya kazi inside, we don't see. Maji inafanya kazi inside, we don't see. But kitu ambacho tunaweza tukafeel kinafanya, maybe if we touch pulse and tunaona ile nani pumzi, tunaona mtu anafanya action ya kupumua, even hatuoni pumzi yake. So kwa sababu ya nini? The guy inside sleep. Ule mtu wa ndani amelala, ametulia. Sasa ule mtu akishaamka tena na mawazo yake, anaanza kufanya action. Zile action ya kisa zifanya, mwili unaanza fanya action. Ndio maana mtu anaweza akachoka lakini akadecide kufanya kazi na amechoka. Mwili unachoka lakini yeye anafanya tu kazi. Mwisho wa siku mwili unaumia lakini yeye bado anafanya kazi. Ana discipline mwili for that way.
kwa sababu ule mtu wa ndani ndo anaongoza mwili. Sasa ule mtu wa ndani akishaongoza mwili kusin, mwili utasin. Ndio maana tunatekwa fikra zetu zimwelekee Kristo, our mindset zimwelekee Kristo, kwa sababu mind is a person inside of a body, is not the body. Na ule mtu asiyefanya dhambi ndo ule tunaambiwa in scripture, mtu anapokufa the spirit of God go back to God who created. Na ile pumzi haifanyi dhambi, ni roho ya Mungu ambayo haijawahi na haitawahi kufanya dhambi. Lakini nafsi ya mtu ndo kunatoka mawazo mabaya ambayo inafanya dhambi. Na kwa sababu mtu afanyi day without kufanya dhambi, that's why we need to be renewed day by day. And the one who been renewed is the person inside. So kama tusingekuwa na dhambi tena, we should not be renewed, kwa sababu kitu kinachokuwa renewed is kitu akiwezi kufanya action no more. Kitu ambacho kimekufa, license imeharibika, imekuwa expired, let's go renewed. Hiki kimefanya hivi, kadi yangu haifanyi tena kwenye ATM, pin code nimesahau, let me go renewed. So something missing in nature, or something missing in a good part of working, so we need be renewed. Hapo ndo sisi tunakosana. Maana nyinyi pia mnaamini mwili ndo unatenda dhambi, na kwa sababu mwili unatenda dhambi, yule mtu wa ndani ameshakuwa renewed, ameshakuwa mpya, ameshakuwa clean, huyo ataingia heaven. Kwa sababu ya nini? Ameshaokolewa na ana dhambi. Yes, na mimi naelewa hivyo. Lakini sasa ikifika kwa hatua ya kutenda dhambi, mnasema yule mtu wa ndani hafanyi dhambi, wa nje ndo anafanya dhambi. That's not the word of God. The word of God says, what comes inside of you, that's you. What comes inside of me, that's me. What comes inside? Tumesoma hapo, Jesus says, who create me, who create you. That's what I believe. I don't know if you believe Jesus is God. The one who create me, told me, inside of me, that's comes things. Hivi niko naongea comes inside of me, is my thought. Ni akili yangu. Mwili hauna akili. Ndio maana mwili ukishakuwa umelala hauna akili mpaka uamshe ule mtu. Mpaka umwamshe ule mtu ambaye amelala ndani ya mwili. Ndio maana ule mtu akishaondoka, mwili ukibaki tunasema dead body. Na ukitulia hapo unakufa, unaoza. Kwa sababu hauna akili. You can't function, you can't find nothing. Hauwezi fanya hata kitu. So we better understand, mwili haufanyi dhambi usipokuwa umesukumwa na nafsi. Na hiyo nafsi ndiyo mtu. Lakini roho ya mtu ni roho ya Mungu, ambayo hiyo inafanya mimi na wewe kupumua. Na huko kote tulianza huko na tulikuwa tunaongea the same. Tulipofika sehemu ya mtu kufanya dhambi, tukakuwa separate. Na ndio maana niko nasema mko na record Bible sawa. Mnasema jinsi inavyoandikwa, lakini ikifika kwa mtu kufanya dhambi, mnasema tofauti na jinsi ilivyo. Mnasema na tofauti na jinsi ilivyo, kwamba mwili ndo anafanya dhambi, mtu wa nje ambaye ni mwili anafanya dhambi, lakini mtu wa ndani ambaye ni nafsi mnaita roho, lakini roho ni ya Mungu. Mtu wa ndani ambaye ni nafsi hafanyi dhambi. Hapana, Yesu amesema ndani yako kunatoka hiyo dhambi. Yesu ndo amesema, is not me, you read it, I read it, we believe that. Hata iko Old Testament, Ibrahimu na mimi, Ibrahimu hakuumbwa kwenye udongo wa tuseme Adam, Ibrahimu hakuumbwa eti aliumbwa kwa udongo mwingine. Yeye hakuzaliwa na Adam, no. Ni mwanadamu, mtoto wa Adam, as me, as you. So hiyo ilikuwa law ya Musa. Musa sio eti yeye aliumbwa wa mpya, is mwanadamu, ni Adam. So kama Yesu alisema kwamba hivyo vinatoka ndani ya mtu ambaye alikuwa anaongelea kipindi cha Agano la Kale, na yule alikuwa mtu, if mimi niko mtu, that means na mimi niko hivyo. That is a part of creation, part of nature, inside of a person who God created. Na Yesu alikuwa anaongelea hivyo. So that mimi ndo ninaamini hivyo, na nimesoma Biblia, a lot of verses zimesema hivyo. Lakini nimetaka hiyo ya Yesu, maana Yesu ndio muumbaji, na Yesu ndio mwenye kutuletea nini? Imani ya kumwamini yeye, na Yesu ndio mwenye kutuokoa. Ndio maana nilitaka yeye atuambie nani anafanya dhambi, nani ana mawazo mabaya. Je, ni mwili au ni mtu wa ndani? Ametuambia inside na outside.
Okay. Sasa tukishafika habari ya dhambi na dhambi, tumekuja kuelewana kwamba dhambi ni kutokutii. Sasa nyinyi mnasema kwamba kutokutii tu the Holy Spirit, basi mtu hataingia. Lakini maandiko imeniambia hata wazinzi hawataingia. Maandiko inaniambia wezi hawataingia. Maandiko inaniambia kwamba wauaji hawataingia. Maandiko inaniambia watu wengi wa namna kama na hiyo, nikivihesabu ni vingi, hawataingia. Haijaniambia kwa Agano la Kale tu, hata Agano Jipya imeniambia watu wao hawataingia. And the last book, Revelation, it mentioned does hawataingia. Sasa hawa wote watu, kama tu ni dhambi ya kumkufuru Roho Mtakatifu, kutokumwamini Yesu, ndo hawataingia, why these people fornication, like fornicated people, why hawataingia? Nimekuja kuelewa kitakachowafanya wasiingie ni dhambi. So what meaning of mtu kutoamini, kumkana Roho Mtakatifu au ile kukufuru Roho Mtakatifu? Maybe hiyo ndio shida. Kukufuru Roho Mtakatifu ni kutokukubali Roho Mtakatifu, kutokubali kazi ambayo Roho anaifanya. Maana kazi ya msalaba, tunasema kukufuru Roho Mtakatifu ni kutomwamini Yesu Kristo. Yesu Kristo yuko wapi? Tunamwamini. Ndio. Tulimuona wapi? Hakuna. Tunaamini kutoka wapi? Neno limeandikwa na nani? Na watu wameliandikaje? Inspired with the Holy Spirit. From Holy Spirit, yes. So kama atuamini Yesu Kristo kutuokoa, aliyetuambia habari za Yesu Kristo kutuokoa ni Roho Mtakatifu. That means to obey Holy Spirit. Sasa tukiendelea na hiyo tabia ya disobedience, sasa tunafika kumkufuru Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tunakuja kuelewa the only big point is disobey. Kwa sababu Roho Mtakatifu akishakwambia amini Yesu Kristo tu, kumkiri Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, na utaokoka, akasema I don't care and I don't need it and I won't believe it. Okay, fine. Sasa hiyo itasema tu umemkufuru Roho Mtakatifu without disobedience. Haukumtii Roho Mtakatifu aliyekuambia umwamini Yesu, ulikataa kutii. So hiyo imekuja kuwa ni dhambi. Kumbe kama ni kutokutii ndo dhambi, ndio maana hata wale ambao wanakataa wanaendelea kuzini, na wakati maandiko kupitia Roho Mtakatifu kwa Agano Jipya na la Kale lote, kwa Agano Jipya ndo sisi tunaegemea, kwa sababu nimeelewa ninyi Agano la Kale iko kama vile ni historia tu za kutufundisha. Mimi naamini ni neno la Mungu, na ndio maana ya kule mimi ninayachukua na ninawafundisha all the word the better know God, the promise of God from where to where. Mimi lazima niwaambie. So kwenye Agano Jipya inakuja kunionyesha hata wale ambao wanazini bado wametenda dhambi na wataingia. So kitu ambacho, hivyo ndio vitu viwili ambavyo mimi nimeona nyinyi tuko na shindwa kuelewana. Hapo ndipo ambapo mimi na ninyi tunashindwa kuelewana. Na ndio maana nyinyi mnaona kama mimi niko nafundisha sheria. Mimi sifundishi sheria, na sidhani kama nafundisha nje ya Paulo aliyeambia Wagalatia kwamba matendo kama na haya ya uzinzi na nini, watu kama na hawatarithi ufalme. Na nikiambia kanisa matendo kama na hayo hawatarithi ufalme, mimi sijasema kwa sababu nimesema kwa sababu Wagalatia waliambiwa, na mimi naambia kanisa la leo. Lakini ninyi mnadhani mimi nafundisha sheria. Sifundishi sheria ya Mose, niko nafundisha sheria ya yule aliyesema truly I say. Ndio sheria mimi nafundisha. Na ndio maana sijawahi kumwambia mtu ushikilie amri. Nawaambia watu kwanza, first of all, go to Christ, receive the Holy Spirit, you got only the truth. Atakufundisha kweli yote. Na ukishakuwa kweli ndani ya kweli yote, stop this, do this. Ndio maana tukisema kwamba wewe umeshanguka kwenye dhambi mara ngapi? Mara mingi. That's why I need to be renewed day by day. Who's doing sin in me? Is that my body? No, it's me inside of me who doing that sin of my body. Kwa sababu sijawahi nimestuka tu na kwanza kutukana kama hayo matusi sikuyasikia na kuyaweka in subconscious. Nitike tu pumbavu. Hiyo pumbavu niliwahi kusikia nikajua ni tusi, ikaingia kwenye subconscious. Kwa hiyo inapokuja imetoka inside.
Hiyo ndo mimi na nyinyi, kama tuko nazunguka huko kote kwenye tunaenda, tunafika mpaka kama vile watu wanabishana. My brother, mimi na wewe tuko good part na tuko sawa, na ninajifunza vingi kutoka kwako, lakini it's only two things, ndo mambo. Ndo maana mkienda huko mimi bado mnaona niko na wabishia, mnaona tumwombee mtu apate mafunuo. Yes, okay, thank you, fine. Na mimi nawaombea mpate mafunuo, lakini hiyo sehemu ya kusema mtu anayefanya dhambi ni mwili sio roho, hapo please read Bible good and pray, ask God. Umuulize Mungu vizuri. That's what I can say. Amen. Mjambo, na natumaini nyinyi wote ni mazima, na pia napenda kusema kulingana na maongezi ambayo nimeongea na mtumishi, imenifanya kuelewa kwamba watumishi wengi tunafundisha maandiko lakini pasipokuwa na maarifa kamili. Si kwamba wana maarifa, lakini kuna mambo ambao hawajaelewa, na hiyo itanifanya basi niweze kuleta somo ambalo itaonesha vile Mungu amebadilisha agano la kale kwa agano jipya kupitia neno ambayo ni Yesu Kristo. Basi kwanza napenda niseme, wakati Bwana Mungu alimuumba mwanadamu hapo mwanzo, mwanadamu alikuwa ni kiumbe mmoja, yaani roho, nafsi na mwili vilikuwa vyote vimeunganishwa kikamilifu. Tukisoma katika kitabu ya Mwanzo sura yake ya 2 mstari wa 7 inasema, Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya nchi, akampulizia puani pumzi ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Hapa neno nafsi linamaanisha kiumbe hai, yaani roho ya Mungu ilichanganyika na mwili wa Adamu na kuunda nafsi hai. Mwanadamu alikuwa hana dhambi na alikuwa hai kiroho. Sasa roho yake ilikuwa katika ushirika wa Mungu kwa moja na Mungu. Sasa kwa hiyo nafsi, roho na mwili ilikuwa kama ni kitu moja, hakukuwa na tofauti. Lakini wakati mwanadamu alipoanguka, roho ya mwanadamu ilikufa. Wakati mwanadamu alimuasi Mungu, roho yake ilikufa. Na wakati roho ya mwanadamu ilikufa, ilitengwa na uhusiano wake na Mungu. Sasa hapo roho ilikuwa imekufa. Sasa wakati roho ya mwanadamu ilikufa, nafsi na mwili vilibaki vimeunganishwa, hakukuwa tofauti. Yaani ulikuwa ukiona mwili ulikuwa kama ni sawasawa na nafsi. Na hii ilisababisha kwamba kila kitu kilichofanyika mwilini kiliathiri nafsi. Na hapo sasa mwili ukawa na nguvu juu ya nafsi. Na hapo dhambi ikaanza kuishi katika asili ya kimwili
na ya wanadamu. Na kwa hiyo nitaleta mfano, sababu sisi yale ambayo tunafundisha tunayatosha katika maandiko na hatuongei kinyume ya maandiko. Nitaleta mfano ya kuonesha vile nafsi na mwili vilikuwa vimeungana, na katika Agano la Kale walipokuwa wanatumia neno nafsi walikuwa wanamaanisha ni mwili, kwa kuwa neno nafsi kwa Kiebrania ambayo inaitwa nefesh mara nyingi liliashiria, ilikuwa ni kama vile mtu mzima. Mwili na nafsi vyote pamoja ilikuwa inaitwa sometimes nafsi, na saa zingine wanasema tu mwili. Tukisoma katika kitabu ya Mwanzo sura yake ya 46 mstari wake wa 26, tusikie: nafsi zote zilizokuja na Yakobo hadi Misri, ambazo zilitoka viunoni mwake, isipokuwa wake za wana wa Yakobo, zote zilikuwa 66. Tutasoma pia Mambo ya Walawi sura yake ya 17 mstari wake wa 11, inasema: kwa maana uhai wa mwili umo katika damu. Kwa maana uhai wa mwili umo katika damu. Pia tunasoma Hesabu 19 mstari wa 13: mtu hawaye yote atakayegusa mwili wa mtu aliyekufa wala hajitakasi, ana najisi hema la Bwana. Ana najisi hema la Bwana. Sasa kupitia maandiko haya inatuonesha wazi kwamba katika Agano la Kale nafsi na mwili vilikuwa vimeunganishwa, kwa sababu roho ilikuwa imekufa. Na hiyo tunaona hapo Walawi 17 mstari wa 11, anasema kwa maana uhai wa mwili umo katika damu. Sasa damu ni kitu ambacho kiko tangible, ni kitu unaweza ukagusa. Tuendelee na somo letu ili tuelewe. Kuna mahali hata Abraham alikuwa akimwambia Sara, useme kwamba wewe ni dada yangu ili nafsi yangu iishi. Si kwamba wanaweza wakaua nafsi, hapana, lakini nafsi na roho vyote vilikuwa vinatumia kama vile kitu kimoja. Hakukuwa na tofauti. Nimemaanisha nafsi na mwili, samahani sana. Basi kwa nini Mungu alitosha sheria za kimwili? Mungu alitosha sheria za kimwili kwa kuwa dhambi ilikaa katika mwili. Ndio kwa maana Mungu aliwapa Waisraeli sheria za kimwili kudhibiti mwili na kuwalinda nafsi. Tunaona kulikuwa sheria ya vyakula na sadaka za wanyama. Tukisoma Matendo ya Mitume tunaona kwamba kuna kitu ambayo ilikuwa imebadilika, sababu katika Agano la Kale Mungu aliwaambia msikule hii, msikule hii, msikule hii, sababu yale ambao walitumia kwa kimwili ilikuwa ina haribu pia na nafsi, ilikuwa ni kitu kimoja. Na ndio kwa maana Matendo ya Mitume sura yake ya 10 mstari wa 13, wakati Bwana Mungu alimpatia Simeoni Petro maonyo,
akamwambia simama Petro, chinja ule. Lakini Petro akasema, sikosi Bwana, kwa maana sijakula kitu chochote kilicho najisi. Alafu hiyo sauti ya Mungu ikamjibu, kile ambacho Mungu amekitakasa usikiite najisi. Sasa kwa nini ilikuwa hivyo? Sababu hapo kale katika kitabu Agano la Kale, yote ambao walikuwa wamekataza wasiguse wala wasikule, ilikuwa inaleta unajisi pia katika nafsi ya mwanadamu. Lakini wakati Yesu alikuja, kulikuwa na mabadiliko. Tukisoma Wakorintho wa kwanza sura yake ya 10 mstari wa 25 mpaka 26, inasema, kuleni kila kitu kinachouzwa sokoni bila kuuliza maswali ya dhamiri, kwa maana dunia na vyote vilivyomo ni mali ya Bwana. Amen. Kuna kitu ambayo imebadilika, sababu nimesikia mtumishi anasema Yesu habadilike. Hapana, Yesu habadilike, lakini sheria ambazo anazitumia kwa kila dispensation zinakuwa zinabadilika. Kuna sheria fulani ambazo Mungu anakuwa anabadilisha, sababu kivuli ilikuwa ni Agano la Kale, lakini reality yake iko katika Agano Jipya. Sasa hawezi ukafata mambo ya kivuli ukasema ni sawasawa na mambo ya reality. Tusome Warumi sura 14 mstari wa 14, nasema, ninajua na nimehakikishwa katika Bwana Yesu kwamba hakuna kitu chochote kilicho najisi yenyewe, lakini mtu akifikiria kitu fulani ni najisi, kwake huyo ni najisi. Sasa hii andiko inatuonyesha kwamba kinachokifanya kitu kuwa najisi si mwili, bali hali ya ndani ya mwanadamu. Hapa kulikuwa kunaanza kuonekana mabadiliko fulani ambayo Yesu alikuwa anaanza kuleta katika Agano Jipya. Tukisoma katika kitabu ya Waibrania sura yake ya 7, nasema kulikuwa na mabadiliko ya makuhani. Katika Agano la Kale, sadaka na makuhani wa Kiebrania walihudumia sheria, lakini sadaka hazikuweza kusafisha dhamiri kikamilifu. Tunasoma Waibrania 7 mstari wa 11 mpaka 12. Inasema, iwapo makuhani yangekuwa kamili, haingehitajika mwingine kutoka kwa agizo la Melkisedeki, sio kutoka kwa agizo la Aroni. Lakini kwa kuwa makuhani yamebadilika, ni lazima pia sheria ibadilike. Sasa kwa watumishi wenzangu ambao wanakuwa wanataka kufuatilia yale mambo ambayo ni ya wakati ya Walawi, wanataka kuvaa kama Walawi, wanataka kufanya mambo, ni jambo ambao mimi sijaelewa vizuri, na kama tujaweza kutofautisha haya mambo mawili, tutaendelea kuishi ndani ya makosa na tukimchukiza Bwana wetu Mungu wakati zote. Sheria ya zamani ilitegemea mwili na utekelezaji wa nje. Kwa nini? Kwa sababu roho ilikuwa imeisha kufa. Sasa mwili ilikuwa pamoja na nafsi. Na hii sheria ilikuwa inatokana na mambo ya vyakula, na kwa kupitia vyakula ulikuwa unapata utakaso kama haukuli chakula ambayo sio mbaya.
na hii ilikuwa tu ni kivuli ya kile kilichokuja katika Kristo. Tunaenda Waebrania sura ya 7 mstari wake wa 18, inasema kwa kuwa agizo la awali limefutwa kwa sababu ya udhaifu wake na kutokuwa na manufaa, kwa kuwa sheria haikufanya kitu chochote kikamilifu, bali tumepokea matumaini bora kupitia ambayo tunakaribia Mungu. Matumaini bora imepitia katika Yesu Kristo. Sasa hii inathibitisha kwamba sheria za Agano la Kale zimebadilika, sasa zinatimizwa katika Yesu Kristo, ambaye anatenda tohara ya kiroho na kutenganisha roho kutoka kwa dhambi ya mwili. Hapo ndipo kuna mabadiliko. Neno la Mungu ambalo ni roho ni neno ambalo linatenganisha nafsi na mwili. Najua umesema, sisi tunasema kwamba dhambi inaanzia nje ndani ya mwili, na wewe unaamini kwamba dhambi inaanzia ndani ya moyo, iko ndani ya moyo, lakini nataka niweke hayo mambo clear. Neno lilikuja kutenganisha mwili na dhambi, na mwili na nafsi. Tukisoma katika kitabu ya Waebrania sura yake ya 4 mstari wa 12, ambayo inasema kwa maana neno la Mungu ni hai, lina nguvu, lina ukali kuliko upanga wowote wenye makali mawili, linachoma hata kugawanya roho na nafsi na viungo na mafuta ya mifupa, linaweza kuhukumu mawazo na makusudi ya moyo. Tunaona hapo kwamba neno la Mungu ni upanga ambayo lina nguvu na lina ukali kuliko upanga wowote wenye makali mawili, linachoma hata kugawanya, sikia, roho na nafsi. Sasa hiyo upanga ndiyo ambayo Mungu anatumia kwa kutahiri wanadamu katika roho. Sisi tumetahiriwa katika roho, na hiyo kutahiriwa katika roho ni wakati sasa Mungu ameleta hiyo njia mpya ya kuzaliwa mara ya pili. Na unapozaliwa mara ya pili, roho yako inaunganishwa na roho ya Mungu, sababu Biblia imetuambia yule ambaye anakutanana na malaya wanakuwa mwili mmoja, na yule ambaye anakutanana na Yesu Kristo anakuwa roho moja pamoja na Kristo. Sasa huyo Yesu ndani mwako hawezi kufanya dhambi, na huyo ndio roho yako. Na huyo sasa Yesu anatenganisha, anatahiri mwili wako wa nje na huyo roho yako, na sasa nafsi yako imeokolewa. Tunasoma katika kitabu ya Wakolosai sura yake ya 2 mstari wa 11, inasema ninyi pia mulitahiriwa kwa tohara isiyofanyiwa kwa mikono, kwa kuvua mwili wa dhambi na za mwili kwa tohara ya Kristo. Nitasoma tena, ninyi pia mlitahiriwa kwa tohara isiyofanyika kwa mikono, kwa kuvua mwili wa dhambi za mwili kwa tohara ya Kristo. Sasa unaona hapa Yesu Kristo anavua mbali mwili wa dhambi za mwili, akitenganisha roho ya dhambi kutoka kwa mwili wenye dhambi. Sasa hii dhambi, kwa nini sisi tunasema inaishi ndani ya mwili? Tukisoma kitabu ya Warumi sura yake ya 7 mstari wa 17, huyu ni Paulo anasema, sasa si mimi niyatendaye hayo, bali ni dhambi ikikaa ndani yangu. Kwa maana najua ya kuwa ndani yangu, yaani katika mwili wangu,
hakuna kitu chema. Unaona, katika mwili wangu hapa sasa ameshaokoka, amekuwa sasa na huyo mtu wa ndani na mtu wa nje. Anasema katika mwili wangu, akimaanisha mtu wa nje. Anasema hakuna kitu chema. Na ukisoma kitabu ya Warumi sura yake ya 8 mstari wa 10 nasema, lakini kama Kristo anakaa ndani yenu, hiyo ndio nilisema hapo mwanzoni, mwili wenu ni mzima kwa dhambi, lakini roho yenu hai kwa ajili ya haki. Kuna vitu viwili sasa hapa vimetenganishwa. Kuna matendo ya mwili, na hiyo matendo ni hiyo ambayo ilikuwa imeaffect nafsi hapo mwanzoni. Tukisoma kitabu ya Wagalatia sura ya 5, ukisoma utaelewa. Acha nisome kidogo. Sasa matendo ya mwili ni wazi. Unasikia, matendo ya mwili, hapana matendo ya nafsi. Hapa sasa kumeisha kuwa utofauti. Mungu ametenga nafsi na mwili, na yale ambayo ni ya mwili, wakati wewe umeokoka, nafsi yako imesafishwa, hauwezi ukaguswa tena na huyo ibilisi ama matendo ya dhambi, haiwezi tena ikakuchafua. Acha tusome. Uchafu wa kimwili, uchafu wa kufuata tamaa, utapeli wa ndoa, ibada za sanamu, uchawi, chuki, wivu, hasira, ugomvi, migongano, uhasama, uharibifu, ulevi, sherehe za kupoteza akili na mambo kama hayo. Na ninawaambia sasa, kama nilivyowaambia kabla, wale wanaofanya matendo haya hawataurithi ufalme wa Mungu. Hapo ndipo tulikuwa tunaongea, na hapo wewe mwenyewe umeelewa na unasikia kwamba haya ni matendo ya mwili. Matendo ya mwili ni wazi, hapana matendo ya nafsi tena, hapana, matendo ya mwili. Kwa nini? Sababu nafsi yako wewe mwanadamu imeisha okolewa na shetani hawezi kuigusa tena. Na ndio kwa maana ukisoma Wakorinto wa kwanza sura yake ya 6 mstari wa 18 inatuambia nini? Kimbieni. Hii version ambayo ninatumia nasema ubakaji. Kila dhambi mtu anafanya ni nje ya mwili, ni nje ya mwili, lakini mtu anayefanya ubakaji anahujumu mwili wake mwenyewe. Sasa kuna miili mbili ambayo inapatikana hapa. Kuna mwili wa ndani na kuna mwili wa nje. Hii ni mambo ambayo hayakupatikana ndani ya Agano la Kale. Agano la Kale, yale ulikuwa unafanya ndani ya mwili ilikuwa ina affect nafsi, na ndio kwa maana walipewa sheria za kujitakasa kimwili. Walitoa mbuzi, walitoa kondoo sababu ya kutakaswa. Na mtu ambaye alikuwa na magonjwa ya ukoma hakuweza kuingia ndani ya sherehe sababu alikuwa anahesabiwa kuwa yeye yuko najisi. Wakati ya Agano la Kale, kama ulikuwa wewe uko na mguu mfupi, ingine mrefu, uko kilema, hauwezi ukawa kuhani. Kwa nini tunaendelea kujiweka huko wakati tuna hiyo vitendo? Kama wewe ni kilema, una kiungo kifupi na kingine kirefu, hauwezi kuwa kuhani katika Agano la Kale. Mungu alikuwa amekataza sababu mwili wako ulikuwa unaonekana kuwa hauko safi. Neno la Mungu. Na kwa kuelewa vizuri, ukisoma hii Wakorinto mstari wa Korinto wa kwanza sura yake ya 6, ukisoma hapo vizuri itakupatia mengi zaidi.
Kuna mtu sasa amekuwa na mtu wa ndani na mtu wa nje. Hiyo ni kitu ambayo haikupatikana hapo mbele katika kitabu ya Agano la Kale. Tusome Wakorintho wa pili sura yake ya 4 mstari wa 16, mahali Paulo anasema hivyo hatukati tamaa, ingawa mtu wetu wa nje unaharibika. Mtu wetu wa nje unaharibika, mtu wetu wa ndani unafanywa upya siku baada ya siku. Hapo unaona, unasoma Biblia kwa kutumia logic, kwa kutumia lugha ambayo iko ya kidunia, itakuchanganya. Hawezi ukatumia circular language to translate godly thought. Hawezi tumia mawazo yetu ya leo kutranslate yale ambayo Mungu aliongea hapo kale. Ndio kwa maana kuna Bible version nyingi ambazo zimetokea, sababu watu wanataka pengine waliwaza hivi, pengine walisema hivi. Hapana, sio hivyo. Ukisoma Warumi sura yake ya 7 mstari wake wa 22, kwanza nataka niseme hapa, wakati Paulo anasema mtu wetu wa ndani hufanywa upya siku baada ya siku, haimaanishi anakuwa expired. Hapana, haimaanishi huyo mtu iko expired. Sababu ukisoma katika Waefeso sura yake ya kwanza, mnawaza mstari wa 13. Waefeso wa kwanza sura mstari wa 13, sijui nawaza sikuiweka hapa kwa hii maandiko, lakini inasema nini? Acha tutafute, tutizame. Waefeso wa kwanza, Waefeso wa kwanza sura 13, tuangalie. Inasema why wanipatie Swahili version. Ninyi pia muliingia ndani ya Kristo muliposikia neno la kweli, injili ya wokovu wenu. Nanyi mmemwamini mkawekewa muhuri na Roho Mtakatifu ambaye ni muliahidiwa, ambaye mulihaidiwa. Swahili matatizo kabisa. Sasa wakati mnapokea Roho, unazaliwa mara ya pili, unatiwa muhuri na Roho Mtakatifu. Ni kama vile wanakupatia ile naitwa deposit. Ni deposit. Anasema mimi siku ya mwisho nitakuja kuchukua hii kitu, ni yangu, it belongs to me, I'm leaving a mark on it. Nitakuja, nitarudi kuichukua. Si kwamba mtu anafanya upya sababu Roho Mtakatifu ana expire. Hapana, ni sababu huyo Roho Mtakatifu anahitaji acha nikuandikie. Waefeso 3:16 tusikie nasema
wa Mungu awaimarishe, kuwatia nguvu mioyoni mwenu kwa njia ya Roho wake, kwa kadiri ya utajiri wa utukufu wake. Hii version siipendi, kuna version ambayo natafuta. Let's go here. Sawa, tusikie. Nasema okay. Awajalieni kwa kadiri ya utajiri wa utukufu wake, kuwafanya imara kwa nguvu kwa kazi ya Roho wake, katika utu wa ndani. Katika utu wa ndani, yaani huyo utu wa ndani anaweza akapoteza nguvu, lakini hawezi akatoka kama hauishi ndani ya maisha ya maombi, kama hauishi ndani ya maisha ya kumwabudu Bwana. Unakaa tu unaishi hivyo hivyo, huyu mtu wa ndani anapoteza nguvu. Sasa kwa kupoteza nguvu, ndiyo maana Paulo alisema mtu wetu wa ndani hufanywa upya siku kwa siku, baada ya siku. Sababu gani? Sababu anaweza akapoteza nguvu. Kama wewe ni Mkristo, umeshapokea Yesu, una hiyo alama ndani mwako, huyo Roho wa Mungu ndani mwako, kama hauishi maisha ya Kikristo, unaishi tu maisha yako ambayo iko ni ya sijui namna gani, kama vile wapagani, wewe huyo mtu wa ndani hana nguvu. Na ndio kwa maana tunaona hii Waefeso sura yake ya 3 mstari wa 16. Acha nianzie 15 kwa 14, nasema kwa hiyo nampigia Baba magoti, ambaye kwa jina lake Baba wote wa mbinguni na wa dunia unaitwa, awajalieni kwa kadiri ya utajiri wa utukufu wake, kufanywa imara kwa nguvu kwa kazi ya Roho wake, katika utu wa ndani. Huyo utu wa ndani uko na lazima ya kupewa nguvu. Huyo utu wa ndani una lazima ya kupewa nguvu. Ndiyo kwa maana Paulo alisema hivyo, tuwe tunaelewa mafundisho. Basi anasema nini kwa sura yake ya Warumi sura ya 7 mstari wa 22? Anasema kwa kuwa nafsi yangu ya ndani inafurahia sheria ya Mungu. Sasa hapa anaonyesha nafsi ambayo imeisha okoka, nafsi ambayo imeisha twairiwa, inafurahia sheria ya Mungu. Kisha anasema lakini ninaona sheria nyingine katika viungo vyangu, ikipigana na akili yangu, ikileta mateka wa sheria ya dhambi iliyo ndani ya viungo vyangu. Paulo sasa hapa alikuwa amesema, sababu yeye ameokolewa, nafsi yake imeokolewa, anasema sasa hiyo nafsi ambayo inaokolewa inafurahia sheria ya Mungu, lakini anasema ninaona sheria nyingine, na hiyo sheria nyingine ambayo inapigana sasa na hiyo sheria ya nafsi yake ni sheria ya mwili, inapatikana ndani ya mwili. Ukiendelea kusoma utaelewa vizuri. Na ndio kwa maana tukisoma katika kitabu ya Wagalatia sura yake ya 5 mstari wa 16 mpaka 17, anasema basi enendeni kwa Roho, wala hamtatimiza tamaa za mwili. Unaona, hapana tamaa za nafsi, hapana, tamaa za mwili, kwa maana mwili hutamani kinyume cha Roho, na Roho kinyume cha mwili. Sasa hapa anapatia utofauti. Dhambi haiko tena ndani ya mtu wa ndani, lakini iko ndani ya mwili. Nasema kwa maana mkitembea kwa mwili mtakufa, lakini kama kwa Roho
mtaua matendo ya mwili, mtaishi. Warumi 8:13. Mkitembea kwa mwili mtakufa, lakini kama kwa roho mtaua matendo ya mwili. Matendo ya mwili, hatuko tena kwa hiyo mambo ya nafsi ndiyo inafanya dhambi. Saa hizi dhambi inapatikana nje, kwa huyo mtu wa nje. Roho, nafsi, mwili, vyote viliunganishwa wakati mwanadamu aliumbwa. Wakati alifanya dhambi, roho ikafa, lakini nafsi na mwili vikawa viko pamoja. Sasa mwili ndio ilidominate, ikaanza kucontrol nafsi. Ndio kwa maana kama umeshasikia hiyo terminology, wanasema the carnal minded is enmity with God. A carnal minded, yaani nafsi ambayo inatembea kama mwili. A carnal minded. Sasa nawaza hiyo sababu ya kutairiwa nimejibu hiyo jibu hapo, na kuonesha kwamba dhambi inapatikana kwa mtu wa nje na mtu wa ndani ameisha takaswa, sababu ameunganishwa na Bwana wetu Yesu Kristo. Basi kwa nini Paulo alidiscipline his body? Kwa nini Paulo alisema katika Wakorinto wa pili sura yake ya 4:16 kwamba mtu wa ndani unafufuliwa kila siku? Na kwa nini Paulo alisema ana discipline his body? Paulo hakusema iko na discipline his body sababu aipate wokovu. Hapana. Paulo ukisoma hiyo andiko alikuwa anaongea, anasema kama vile wachezaji wa mpira, for example, anasema athlete wanafanya mazoezi ili wapokee thawabu. Hapo ndio mahali ya kuanzia. Anafanya mazoezi ili apokee the prize. Sasa ana discipline his body sababu ya kupokea prize, hapana sababu ya kupokea wokovu. Wokovu yuko nayo. Sasa anaendelea kudiscipline his body ili apokee hiyo prize. Wakati tunasoma sometimes tunakuwa tuna miss, hatupay attention to the full details. Na ukisoma katika kitabu ya Wakorinto wa kwanza sura ya 3 ukianzia mstari wa 11 kushuka, anakuonesha vile mtu ambaye atafanya sasa kazi vizuri, hizo kazi zake zitapimwa, na kazi zake zikiwa nzuri atapewa hiyo thawabu, atapewa hiyo prize. Lakini kazi zake kama zinakufa, azionekane hakufanya kazi kama vile Mkristo, hakuna kazi na kazi zake zinaonekana kuwa bure, huyo mtu atapoteza thawabu. Kisha wanakuambia lakini yeye ataokolewa. Neno la Mungu. Na ndio kwa maana ukisoma katika kitabu ya Yohana wa kwanza sura yake ya 5 mstari wa 18 inathibitisha kwamba aliyezaliwa na Mungu amelindwa na yule mwovu, hawezi kuguswa. Ule mwovu hawezi kuguswa aliyezaliwa na Mungu. Kwa nini? Aliyezaliwa na Mungu ni Kristo, ni mbegu ya Kristo imekuja kukaa ndani mwako.
Sasa kwa nini tunatubu dhambi? Kwa nini tunatubu dhambi? Tunatubu dhambi tukisoma katika kitabu ya Yohana sura yake ya 13, ukiona hapo wakati Yesu alikuwa anasafisha miguu ya mitume, ukifika kwa sura ya 10 mstari wa 10, alipomfikia Petro alianza kukataa, akasema nini? Hapana, mimi usinisafishe. Lakini Yesu alisema aliyeoga hana haja ya kuoga mara nyingine, lakini anapasha tu kusafisha miguu. Kwa nini alisema hivyo? Kisha akamwambia, nyinyi ni safi, nyinyi mwili wako ni safi, umeisha takaswa. Sio kwamba aliwatakaswa kwa maji ambayo ilikuwa ni kwa mwili wote, hapana, alikuwa amesha watakasa. Na hiyo Yohana 15:3 inasema nyinyi ni safi, nyinyi ni safi. Sasa wewe ukikataa unasema hapana, sisi sio safi, wewe ni mpinga Kristo, na unapinga Kristo, unasema hapana, yale ambayo Kristo alifanya hayatoshi, ni lazima na sisi tufanye kitu kidogo. Tuwe na woga wakati tunasoma maandiko. Na kwa nini amesema nyinyi ni safi lakini anawasafisha miguu? Ni sababu katika mwendo wetu sasa wa siku, our daily walk, hapo ndipo miguu yetu inachukua dust, inapata dust kidogo, kupitia hasira, kupitia mawazo, kupitia matendo mengine. Hapo sasa tena ni Yesu ndiye anatusafisha miguu, na ndio kwa maana sasa hapo tuna confess. Lakini sisi ni safi, lakini miguu yetu kuna mara unapata mawazo fulani. Na mtumishi wote ambaye atakudanganya anasema kwamba yeye hafanyi dhambi tangu ameokoka, hajawahi kufanya dhambi, anakuambia kimbia dhambi, huyo mtumishi ni mwongo, wao mkimbia. Hawaongea ukweli hawa watumishi, sababu wewe hawezi kuwa unafanya dhambi kisha wewe unakia kuambia watu wengine mwache dhambi, na wewe mwenyewe unajua kwamba ungali unafanya dhambi. Tufundishe watu wamtegemee tu Yesu Kristo pekee kwa kuwasafisha, sababu Yesu alimwambia Petro, kama mimi sikusafishe wewe hautakuwa mmoja wa kundi langu. Sasa ukitaka kujisafisha mwenyewe unajitosha kwa kundi la Bwana wetu Yesu Kristo. Tuwe na woga wakati tunasoma maandiko. Ndio kwa maana sisi wa Kristo tuna confess sababu sisi ni safi, lakini kuna wakati tunakosea. Basi hiyo nawaza nimejibu. Na mimi nasema mtu ambaye amempokea Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye mbegu yake iko ndani ya roho yake, aijalishe amekufa ni mlevi, huyo anaenda mbinguni. Aijalishe alikufa iko juu ya malaya, anaenda mbinguni, roho yake inaokolewa, lakini huyo mwili utapata thawabu. Sababu gani? Mfanyakazi ni lazima apate mshahara wake. Matendo ambayo unaendelea kufanya kwa mwili, ikiwa wewe umeokoka, unaendelea kufanya mambo mabaya, utalipishwa yote hapa chini ya jua. Yale ambayo unapanda kwa mwili utayavuna kwa mwili, lakini roho ambaye kuna mbegu ambayo iko incorruptible, hiyo roho ambayo iko ndani mwako, ambayo ni mbegu, ambayo ni Yesu Kristo, na roho yako imekuwa moja na huyo roho, haiwezi ikafanya dhambi. Ndio kwa maana watu hawajaweza kutofautisha. Ukisoma Yohana wa kwanza sura yake ya kwanza mstari wa 8, ambao anasema tukisema hatufanye dhambi tunajidanganya wenyewe na tunafanya Mungu kuwa mwongo. Hapo anaongea kuhusu sasa mtu wa nje. Katika mtu wa nje, huyo mtu wa nje iko corruptible forever, no matter what. Ndio kwa maana tunasubiria redemption ya huu mwili wetu. Tunasubiria redemption ya mwili siku ambazo zinakuja, sababu huu mwili no matter what condition yake ni Mungu ameifunga, itakuwa ni ya dhambi. Sasa
ukisoma tena Yohana wa kwanza sura yake ya 3 mstari wa 9, unaona vile anakuambia aliyezaliwa na Mungu hawezi akafanya dhambi. Sasa anaongea tena nini? Si ni yeye amemaliza kutuambia kwamba tukisema hatuna dhambi tunajidanganya na tunamsemea Mungu uongo. Tena anasema wale ambao wanafanya dhambi ni watoto wa Shetani. Kisha tena anakuja anatuambia aliyezaliwa na Mungu hafanyi dhambi. Anasema nini? Haijamaanisha umezaliwa mara ya pili kwa kimwili hautafanya dhambi tena. Hapana, huyo sasa ni huyo nafsi yako imeungana na Yesu Kristo, ambao ni mbegu ambayo inakaa ndani mwako. Hiyo mbegu iko uncorruptible. Ukisoma katika kitabu ya Petro anakuambia tumezaliwa kwa hiyo roho, hiyo neno ambayo iko uncorruptible. Uncorruptible ni seed ambayo ni Yesu Kristo. Hiyo seed ambayo walitabiri hapo katika kitabu ya Mwanzo akisema the woman seed will crush your head. Hiyo woman seed ni Yesu. Sasa huyo Yesu amezaliwa ndani ya Mkristo, na akikaa ndani mwako, roho yake na roho yako imekuwa roho moja, na kisha kaa ndani mwako, yeye hawezi akaguswa. Tumesoma hiyo First John 1:18, wanasema muovu Shetani wala dhambi haiwezi kamugusa Yesu ndani mwako. Kama hatujaelewa kutofautisha hiyo vitu viwili, tutaendelea kufanya makosa na tunaishi maisha ambayo inamkasirikisha Bwana wetu. Okay. Acha some hapo mahali nilikuwa nasema, Paulo anasema hiyo wa Korinto wa kwanza sura ya 8 mstari wa 24. Paulo anaongea kuhusu kukimbia mbio ili kushinda ili kupata zawadi. Ana discipline mwili wake ili baada ya kuhubiri wengine, yeye mwenyewe asitengwe. Unaona, asitengwe, lakini apate zawadi. Sio asitengwe wala asipoteze wokovu. Wewe kama wewe ni mchezaji, una work out, si kwamba uwa mchezaji tena, hapana. Wewe tayari ni mchezaji, lakini una work out ili upate the trophy. Unatafuta uwe katika wale ambao watakuwa ni wa kwanza. Na nimeonyesha vile wakati tunaweza tukauliza, je, zawadi kama hapate zawadi atapoteza wokovu? Jibu ni hapana. Soma kitabu ya Yohana wa pili sura yake ya kwanza mstari wa 8 mpaka 10. Hii inatufundisha ni lazima tuwe makini ili tupate zawadi, sababu inasema tusipoteze ile zawadi ya mambo ambayo tumetumikia. Tuendelee katika mafundisho ya Kristo na kukataa mafundisho ya uongo. Na anasema mtu yoyote ambao hawaletee mafundisho kama haya ambao mimi nakuletea leo, huyo mtu ni mpinga Kristo. Sababu mafundisho haya ndio yanakupatia wokovu wa milele, wokovu ambao unabaki. Yesu analeta wokovu wa milele, hapana wokovu ambao leo uko nao, kesho ukianguka anasema sikujua kama nitakupatia wokovu wangu kisha wewe utakuwa mbaya hivi, nirudishie wokovu wangu. Hapana, mimi sitaki kupatia wokovu kama wewe uko hivyo. Kama haujapata zawadi sababu wewe ulikuwa mdhaifu, sababu hukupenda kufanya kazi ambayo Bwana alikuitia, utapoteza zawadi, lakini roho yako itaokolewa. Wakorinto wa kwanza sura ya 3 kuanzia mstari wa 11 mpaka 15. Sasa wakati mtu anaokolewa, anaingia katika stage ambayo inakuwa ni ya mzazi na mtoto.
Ukisha kuwa katika hiyo stage ya mzazi na mtoto, ndo tunaona sasa hapo Wakorinto wa kwanza sura yake ya 11 mstari wake wa 32. Mungu anasema kwamba yeye anatudiscipline. Tunapitia shida na matatizo sababu tusihukumiwe na wengine, tusihukumiwe na watu wa dunia. Mungu anasaidia watoto wake ili wasidhaniwe pamoja, ili tusikufe pamoja na wa ulimwengu. Na ukisoma katika kitabu ya Zaburi sura ya 89 mstari wake wa 30 mpaka 35, inaonyesha Mungu anatuwekea nidhamu, lakini ahadi zake bado ziko salama milele. Basi kwa ufupi mara nyingi tunasema kwa ufupi wakati tumeweza kuongea sana. Kwa ufupi basi nasema kufatana na nidhamu ya mwili ni kwa ajili ya kupata zawadi, sio kupata wokovu. Kupoteza zawadi sio sawa na kupoteza uzima wa milele. Biblia haijatufundisha hayo. Wakati Adamu aliumbwa, mwili, nafsi na roho vilikuwa kitu moja. Wakati alifanya dhambi, roho ilikufa, nafsi na mwili zikaendelea ziko connected, stick together. Yale ambayo alikuwa anafanya ndani ya mwili ina affect nafsi yake. Lakini wakati Yesu alikuja, kukakuwa hiyo kutairiwa, akatairi, akafanya kukakuwa hiyo nafsi na mwili vikakuwa tofauti. Mwili wa nje bado unakosea na unahitaji kutubu na nidhamu. Mwili wa ndani ambayo uko hai ni mtakatifu, hawezi kufanya dhambi. Sasa sisi ni watakatifu. Ukisoma hiyo 1 Corinthians 3:16 anasema mjui kwamba nyinyi ni hekalu la Mungu. You know what? Let me go to it. Kuonesha kwamba sisi ni watakatifu. 1 Corinthians 3:16, 17. Do you not know that you are God's temple and that God's Spirit dwell in you? If anyone destroy God's temple, God will destroy him. For God's temple is holy and you are that temple. God's temple is holy and you are that temple. Hekalu la Mungu ni takatifu na nyinyi ndio hilo hekalu. Sisi ni takatifu tayari. Tujifunze neno la Mungu vizuri, na nasema tutaendelea kwa maongezi, na haya tu ni machache ambayo nilikuwa napenda kwanza kuleta. Uliongea kuhusu kitabu ya Jude. Jude. Yes. Jude nakata ni one chapter. The key, funguo ambayo nimependa kukupatia ni kwamba ukisoma hiyo kitabu ya Jude, uangalie hapa. Hii ndio key ambayo tunapaswa kuwa tunajifunza. Ukiangalia hao watu ambayo Jude anaongelea, anasema for certain individual whose condemnation was written about long ago have secretly slipped in among you. Sasa hawa ni watu ambao walikuwa predestined. They were predestined to be condemned in the first place. Sasa hawa ndio wameingia ndani ya makanisa, sio watu ambao walikuwa wameokoka kisha Wakanaani wakaanguka. Hapana, wanatuambia hawa ni watu ambao walikuwa predestined. Condemnation yao ilikuwa written long ago. Na wanakuambia they are ungodly people
who pervert the grace of God into a license for immorality and deny Jesus Christ our only sovereign. Wana deny Jesus Christ. Kudeny Jesus Christ ni kufanya nini? Wakati unasema yale ambayo Yesu alifanya msalabani hayatoshi. Una deny the blood that gave us salvation. Muogope yale ambayo mnasoma. Na ukiendelea kusema hii ilitoa kama mfano kwa sababu yetu wale watu ambao walikuwa ndani wakati wa Musa. Wow, in the Old Testament wanakuambia nini? They perish because they did not believe. Hapana, sio kwa matendo, lakini because they did not believe. Disbelieve, hiyo ndio dhambi ya nafsi, sio dhambi ambayo inafanyika ndani ya mwili. Kudisbelieve ni dhambi ambayo inafanyika ndani ya nafsi ya mwanadamu. Hiyo ndiyo blasphemy. Sasa dhambi, okay, you know what? Let's do this. Tusome Mark 3:28-29. Nisome Swahili, I think. Acha tusome Swahili. Okay. Anasema nini? Nawaambieni kweli, dhambi zote watendazo wanadamu na maneno yote ya kukufuru wasemayo watasamehewa. Dhambi zote, unaona? Lakini yeyote anayemkataa Roho Mtakatifu hatasamehewa kamwe, atakuwa na hasia ya dhambi ya milele. Hiyo ndiyo dhambi sasa ambayo Mungu anahesabu kama ni dhambi ambayo itakufanya wewe na mimi wala mtu mwingine asiingie mbinguni. Hapana, mimi mimi tayari nimeshaokolewa. Mimi tayari tunakaa na Mungu. Saa hizi tunakaa huko karibu na Mungu kupitia Yesu Kristo. Lakini dhambi zote zitasamehewa. Sasa mafundisho mengine tunakuwa tunawaambia watu wakimbie zile dhambi ambazo hazitasamehewa, kisha wafanye yale ambayo itasamehewa. Sasa hii dhambi ambayo haitasamehewa ni dhambi ya milele, ni dhambi ya kuogopa. Ni dhambi ya kuogopa. Acha tuangalie sema tuangalie First Corinthians 5 fanye Swahili. Tasoma nini? First Corinthians, yeah. Nasema nisome what? Ilikuwa First Corinthians or first? No, ilikuwa First John. First John 5. First John 5. First John 5. Nasema hivi. If you see any brother or sister commit a sin that does not lead to death. Ukiona ndugu ambaye anafanya dhambi ambayo haimupeleki kwa kifo, you should pray and God will give them life. Unapasha kumwombea na Mungu atamupa uzima. I refer to those sin that does not lead to death. Naongelea hiyo dhambi ambayo haipeleke kwa mauti. Hapa tuko tunaongea hiyo dhambi ya milele. Anasema there is a sin that leads to death. I am not saying that you should pray about that. All wrongdoing is sin. Matendo yote mabaya ni dhambi. Kisha anasema and there is sin that do not lead to death. Lakini kuna dhambi ambayo
Dhambi na dhambi, kuna dhambi na dhambi. Dhambi ambayo anapeleka mtu mautini ni dhambi ya kumkufuru Roho Mtakatifu. Sasa kusoma sasa vizuri, ukisoma hapa 18 tuone vile nakwambia. We know that anyone born of God does not continue to sin. The one who was born of God keeps them safe. Keeps them safe, and the evil one cannot harm them. Keep them safe, anamulinda, hawezi akaguswa ule mtu wa ndani, sababu ameungana na huyo ambaye ni Yesu Kristo. Anamulinda na huyo sasa, huyo shetani ama ibilisi, the evil one, hawezi akamgusa huyo mtu wa ndani sababu ameshaokolewa. Sasa dhambi ya kukufuru, huyu mtu wa ndani hawezi akakufuru sababu Yesu ndiye anayeishi ndani mwake. Sasa Yesu anaweza akakufuru tena Roho Mtakatifu? Hapana. Ndiyo hiyo dhambi ambayo wanakuambia hawezi akafanya dhambi. Hapa tunatofautisha sasa hiyo dhambi ya kukufuru, huyu mtu wa ndani hawezi akakufuru. Sasa tumuulize Roho Mtakatifu, hiyo dhambi ya kukufuru ni dhambi gani? Tutasoma John 16:8. Acha 8:9, yeah. John 16:8-9 anasema, wakati Roho Mtakatifu he will come, he will prove the world to be in wrong about sin and righteousness and judgment. Atakuja kuonyesha kwamba yale ambao sisi wanadamu tunawaza kwamba ni dhambi na righteousness na judgment, mawazo yetu sio mawazo ya Mungu. Mawazo ya Mungu iko tofauti, iko mbali na mawazo ya mwanadamu. Kisha anatuambia nini? About sin because people do not believe in me. Kuhusu dhambi, sababu hawa watu wanakufuru Roho Mtakatifu kwa kutoku kumwamini Yesu. Na si kwamba tu kuamini, kuna tofauti ya kuamini. Kuna wale ambao walikuwa ni Wayahudi na walimwamini Yesu na walimfuata Yesu, lakini wakati aliwaambia mimi ndiye, ukiamini kwamba mimi ndiye, hapo ndio walisema hapana, wewe siye huyo Mungu ambaye sisi tunanani. Sasa unaweza ukaamini ndio ni mwana wa Mungu, ndio ni hivi, lakini kama hauamini kwamba yeye ndiye Mungu, hapo ndipo unamkufuru sasa Roho Mtakatifu. Sababu sio dhambi ambayo unafanya na mwili, lakini ni dhambi ambayo unafanya kwa roho. Yani ni roho yako inakataa huyo roho ambaye ni Mungu. Ndiyo dhambi ya kukufuru. Alafu kuna watu ambao walimuuliza Yesu, tufanye nini ili tufanye matendo ya Mungu? Wakamuuliza, they ask him, what must we do to do the works? Angalia hapa iko plural. Wanasema what must we do to do the works God require, kazi ambazo Mungu anahitaji. Sikia jibu la Bwana wetu Yesu. Jesus answer, akasema the work. Akusema the works, alisema kazi ni moja, sio kazi nyingi. The work of God is this, to believe in the one he has sent. Sio nyingi. Au waliuliza the works, kazi, waliuliza kazi, to do the works God require, ili tuokolewe. Yesu anawaambia kazi ni moja, the work, to believe in the one he has sent. Na ndio kwa maana aliwaambia I told you that you will die in your sin if you do not believe that I am he. You will indeed die in your sin. Mutakufa kama mubelieve kwamba mimi ndiye. Kisha wakamuuliza nini? Who are you? They ask. Jesus akawajibu, what I have been telling you from the beginning. The beginning here is Bereshit. Bereshit ni mwanzo. Hapo mwanzo kunasema nini? In the beginning, mwanzo
mwanzo Mungu aliumba mbingu na dunia. Mimi ndiye Mungu wenu, na kama hamjakubali hiyo, hamtaingia mbinguni. Haijalishi unafanya matendo mazuri. Hiyo matendo mazuri, kuna Waislamu ambao hawafornicate, hawasemi uongo, hawafanye nini, hawafanye kitu chochote ambao sisi tunasema ni dhambi, lakini sababu hawajambelieve Christ hawaende mahali. Lakini Mkristo ambaye ameokoka, ameshampokea Yesu kupitia neno la kweli ambalo mimi nakuambia leo, unapokea hili neno, unaliamini kwamba mbali Yesu, kazi ambayo Yesu alifanya, kazi ya msalaba, ilikuwa ni kwa ajili yako. Alikufa ili akuokoe, na hakuna kitu tena ambao unaweza ukafanya ili upate wokovu. Wewe umepata injili ya kweli na unahitaji kubatizwa kwa maji kama vile an engagement of a good conscience. Ubatizo sio ubatizo wa maji, hapana. Ubatizo, maji hayawezi kasafisha nafsi yako. Ni maneno ambayo sisi tunakuhubiri. Neno la kweli ndilo linakuhubiri na linasafisha nafsi yako. Basi barikiwe. Tuko tayari kwa maswali na mengine yote, na hivyo basi tunasema Mungu akubariki, na kama kuna maswali zingine mzilete, lakini kama uko tayari kupokea neno kama hili, kama neno la kweli, karibu sana, na Mungu awabariki.